Inasema Mungu akanena maneno yote akasema. Mungu akanena maneno yote akasema. Mimi ni Bwana. Mimi ni Bwana Mungu wako. Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Amri ya kwanza. Amri ya kwanza. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Elohimu amesema ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya utumwa, niliyekutoa katika nchi ya Misri. Usiwe na miungu mingine. Lakini watu bado wana miungu mingine. People are still having different gods. 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 6. Ole wetu ambao tuna miungu mingine. Ndani hapa kunao bado wana miungu mingine. Kule nje kunao bado ambao wana miungu mingine. Juma lililopita tulijifunza ya kwamba two kind of people. We've got two kind of people. We've got the wise, the foolish. Two kind of plants. We have got the wheat and the wheat. Two kind of animals. We have got the sheep and the goat. Now, where do you belong to? Where do you belong? If you are in the side of animal, be a sheep like a believer. A sheep like a believer. Let us read that. Inasema kwa maana ijapokuwa kuna wale ambao wanaitwa ya kwamba miungu ama mbinguni ama kule mbinguni ama duniani kama vile walioko miungu mingi na mabwana wengi, kama vile walioko miungu mingine na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambavyo vitu vyote vimetoka kwake. Tunaishi kwake. Amen. Tunaishi kwake. Vitu vyote vinatoka kwake. Ijapokuwa kuna miungu hapa duniani wala kule mbinguni, lakini kwetu sisi tunaye Mungu mmoja, tunaye Elohim mmoja ambaye vitu vyote vinafanyika kwake, ambapo sisi tunaishi kwa sababu yake. Bwana asifiwe. Amen. Just a simple explanatory. Even a slow learner can understand what I'm talking about. It's about Elohim. It's about God, that whom you trust, that whom you believe that you are here because you have already believed that I have only my Father, my God, who is Elohim. Wacha tuende katika amri ya pili.